Alright. Mpenzi mtazamaji wa Kisii Hot TV, karibu tena katika siku nyingine tena, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Tarehe ni 6 mwezi wa 6 mwaka 2021. No 2021, tuko 2022. Sorry. Karibu sana, jua kwamba siku yako imekuwa salama, umeshinda vizuri, wiki umeanza salama. So karibu sana katika siku hii ya leo, na kuambia kwamba kila siku ya Monday tunakuwa na kitu inaitwa Testimony Monday, wakati tunashuhudia na kisha baadaye kupatia nafasi kwake mchungaji kuweza kuzungumza na watu, kupatia fursa kuweza kuhubiria watu pale nje. Unajua kwa mtu anasema kwamba nimekuwa kazi the whole week, sijapata nafasi ya kuweza kupumzika ama kufanya anything, but I want to welcome you all. Karibu sana katika siku hii ya leo. Katika hiyo hali, kama kawaida, kama kawa, lazima niweze kufanya sound check hapa na kama sauti iko sawa, kisha baadaye nitakuwa tu tunaenda mbele pamoja. Na kama ndio umefika kwenye nyumba, tafadhali hakikisha kwamba unafanya kitu ile inaitwa kwamba una like katika show yetu ya siku hii ya leo. Ikiwa umelike, unaanza kushare and then una comment pale, kile kitu inakuwa short kabisa, na sisi tunazidi kusonga mbele pamoja. Najua kwamba Mwenyezi Mungu lazima atatuongoza kwa kila jambo, tuzidi kuenda mbele pamoja, tuone kwamba kila kitu iko short kabisa, na tunafika katika ile tunangojea utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kama kawaida, mnajua kama kabla ya mimi siwezi anza show kama tuweze kukaribisha ama kukualika kwa ajili ya maombi. Lakini kile kitu ambacho napenda kuweza kwanza kusikia kutoka hapa ni sound check kama kawaida. Si unajua kwa najua tu, okay, sawa. Hapa sasa niko shwari, iko kabisa, iko sawa. Lazima niweze kuendelea. Anajua kama sauti yangu iko shwari kabisa. Kwenye nyumba niko na wageni zaidi ya 3. Niko na wageni wengi zaidi kwenye nyumba, na kila siku ya Jumatatu tutakuwa tunashuhudia ni kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amefanya, na kisha baadaye tutakuwa tu tunashiriki katika neno la Mwenyezi Mungu baada ya ushuhuda. Na kiwa kuna hitaji na fursa ipo, mchungaji yupo hapa. Kama kuna challenge, mchungaji yupo hapa kila siku ya Jumatatu ili kuweza kuzungumza pamoja na yeye na kuzidi kukuelekeza kwa kila jambo. Najua kwamba kama umeweza kufika kwenye nyumba, tafadhali kama kawaida tu una like show. Ukilike show yetu ya siku hii ya leo, and then tunazidi kuenda mbele pamoja, nikiwa tunashukia katika maswali mawili matatu. Bado niko katika ile hali ya kuweza kukaribisha kwenye show. Usijisikie kwamba upo nyumbani kabisa, huko nyumbani sawa sawa. Anyway, kabla niweze kuanza show yetu ya siku hii ya leo, kama kawaida, wacha tu tuanze kwa maombi kama kawaida. Ila tu katika siku hii ya leo mimi ndio nitaanza kwa ajili ya maombi na kuweza kuwakaribisha nyote kwenye nyumba ama kwenye ibada ya siku hii ya leo, na kisha baadaye, na baada ya kuomba, tutaanza safari yetu ya kuweza kukaribisha wageni, tujue story ilikuwa vipi, ushuhuda hapa ndani ya nyumba. Ile kitu ambacho nimeweza kukuletea hapa uweze kufahamu, umeweza kujifunza katika siku hii ya leo. Ujue kwamba katika ushuhuda, wakati mtu anashuhudia ile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amefanya, ni kitu ambacho kinaweza kuelimisha mtu mwingine, kuweza kumtoa katika kiwango kimoja hadi kiwango kingine. So unajua kwamba siku hii ya leo katika ushuhuda zile ambazo tutaenda kushiriki katika ushuhuda za siku hii ya leo, najua kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaenda kukufunza yule ambaye alikuwa amepoteza tumaini. Tumaini lipo. Mungu atazidi kukuongeza nguvu na kupatia tumaini tena lingine kuendelea kuishi katika maisha haya. Katika hiyo hali na kukaribisha tuweze kuzidi kusonga mbele pamoja, hata kama unaona kwamba taa yangu imeenda off, but nilikuwa nishughulika katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa naanza kwa ajili ya maombi, na kisha baadaye tutazidi kuendelea mbele pamoja, na tukaribishe wageni wetu siku hii ya leo. Karibu sana. Karibu sana katika ibada ya siku hii ya leo. Anyway, it's okay. And now tukiwa tunashika katika hiyo hali, watu nimesema kwamba lazima nianze kwa ajili ya maombi nikiomba, kisha baadaye tutashiriki katika safari. Alright, asante sana kwa sababu ya hiyo hali. Najua kwamba nimekwambia tunataka kuingia katika ajili ya maombi. Hebu fungeni macho tunapoanza katika safari hii ya kwanza. Mwenyezi Mungu uishi milele, tunatukuza jina lako. Asante kwa sababu ya wakati huu na fursa hii.
tunapoenda kuanza katika safari hii ya leo katika Monday Testimony, tunaalika uwepo wako Mwenyezi Mungu, tunaalika nguvu zako, tunaalika ukaweza kushuka na ukaweza kuanza pamoja na sisi. Tunajua kwamba sisi ni wenye dhambi, tunaomba msamaha Mwenyezi Mungu. Katika hii safari ya Testimony Monday, tunapoanza katika siku hii ya leo Mwenyezi Mungu, tunaomba ukaweze kuanza pamoja na sisi na ukaweze kukuza watazamaji wenye wako na magonjwa. Tunaombea uponyaji, kwa maana wataenda kupokea uponyaji wao na baraka zao katika ushuhuda Monday Testimony. Pokea sifa na ndio milele, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Karibu sana mtazamaji, karibu sana. Najua kwamba sijawakaribisha. Karibu sana pastor, karibu sana mami, free at home. Najua kwamba watu wanatarajia kwamba kusikia kutoka kwenye sauti, unazungumza vipi, kama sauti zipo ama zipo, na pia kuna kijana mdogo hapa anajua kwamba kuna mgeni mwingine pale nje, kisha baada ya hawa ataingia hapa, na kisha baadaye tutapatia pasta nafasi nzuri ya kuweza kushiriki katika neno lake Mwenyezi Mungu, na wale ambao wanahitaji kuombewa, kisha baadaye atazungumza tu mama hapa. Mimi nakwambia kwamba mimi nakukaribisha tu, lakini mengine baadaye wewe utafanya nini? Utayasikiza baadaye. Karibu sana pastor. Sijui kama siku imekuwa vipi. Karibu sana katika siku imekuwa nzuri. Nataka nimshukuru Mungu sana. Tumekuwa na shughuli mingi za hapa na pale. Tulikuwa na 1-2 kanisani kwa ajili ya maandalizi, tuko na ibada kesho. In fact tumemwona Mungu ametenda, tumekuwa busy sana na mwishowe tumemwona Mungu akitenda. Ndio hata sababu tumefika mahali hapa jioni ya leo ili tuweze kuongea na wasikilizaji wetu na watazamaji ili ya kwamba wakaweze kupata kitu ambacho kinaweza kuwasukuma maisha haya. Maana tuna future, tuna kuishi leo, tuna kesho. So na lazima mtu ajifundishe kupitia kwa mwingine ndio aweze akafanikiwa, ndio aweze akafika mahali. Amen. 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 Mami, huko chini labda safari vipi, na watazame kwa kamera, utambie kwamba majina unaitwa nani hasa, tokea wapi, na karibu katika show yetu siku hii ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Mary Nyakundi. Mimi ni mtoto wa Patrick Nyakundi kutoka Wachura. Hapa nimekuja New Life na nikapata muujiza ambaye nimenifanya nimeingia katika hii church. I think hii ni siku yangu ya kwanza, leo ndio nimeonana na pastor. Lakini because of that nimekuja kwa ajili ya huyu mtoto wangu Alex. Ndiye amefanya nimekuja hapa. Naam, tutaanza hiyo, tutafika hapo. Ila tunakukaribisha katika ibada ya siku hii ya leo. Na kisha baada ya maneno mawili matatu, kisha baadaye tutakupatia ile uweze kupatana ushuhuda na mtoto wako hapa. Papa, mambo vipi? Nzuri. Uko poa? Unaitwa nani? Alex. Unaitwa Alex. Sawa, it's okay. Anaitwa Alex. So kabisa tuko na Alex hapa, tuko na mami pale, kuna mchungaji hapa, ila tu pastor. Nataka sasa introduce wewe ni pastor, kanisa wapi na wapi nyumbani, kabla sisi kwanza show yetu siku hii. Amen. Kwa majina anaitwa PST.RATEMO Junior. Mimi ni mchungaji wa Instant Miracle hapa Kisii town, mahali panaitwa Tiongo. Mimi ni mchungaji na ni mchungaji wa mke mmoja na watoto watatu. Mungu amenibariki watoto watatu. Mke wangu anaitwa pia Pastor Neema, pia ni mchungaji. Tuko hapa Kisii town, mahali panaitwa Egesa. Kwetu umeuliza niseme na kwetu mimi ni hapa Kisii, mahali panaitwa Matunwa. Mimi ni mtu wa kutoka Central Kisii. Na kikwetu wanasema umonyalibali. Mimi injero monyalibali. Kwa hivyo ukifika tu hapa Kiogoro, ukiingia hapo Matunwa, hapo ndio nyumbani. Na Mungu ametupigania sana. So tuko upande huu hapa Kisii town tukifanya huduma ya Mungu, kanisa ambayo inaitwa Instant Miracle. Naam. Amen. Amen. Asante sana. Umesikia kwamba ni mchungaji Ratemo Junior, Instant Miracle Church katika eneo la Egesa hapa Kisii. Si ni mita ama niseme ni kilomita moja ama kilomita ngapi kutoka? Ni kama kutoka hapa Kisii town mpaka kanisani it's around 2.5 kilometers. Mali ba 50 shillings. So simbali. Unajua mafuta ndio ilipanda, bei ikalipika. Watu walikuwa wanakuja pale na 30 shillings. Sasa imebidi imefika 50, so simbali.
Na karibu sana leo ikiwa ni Monday testimony, na tulikuwa tunafanya Monday testimony. Yes. Ile kuweza kushuhudia na kuweza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kitu ambacho amefanya, ameweza kutendea watu wake. Amen. Na najua kama ni watu, unajua mtu akisikia kama ni testimony, kuna baadhi ya watu wanasema kama hapana, hiyo pastor unajua anatafuta watu wake, atio sijui nini. No, sasa today today pastor kwa hapa and atazungumza na sisi even that hiyo testimony. Najua kwamba kuna watu wengi wanaenda kushuhudia pia wao. But tukiwa sijui tuanze na nani pastor, na tuweze kupatia story hapa, sijui tuanze na number 1. Nataka nishukuru Mungu maana baada ya muujiza kufanyika mamake mtoto sijawahi muona. Leo ndio amefanya nini? Ametravel all the way from Nairobi, amekuja because of this. Maana Mungu alipofanya muujiza kwa mtoto mwenyewe yuko hapa. Tulipoanza ibada kanisani pale, mtoto alikuja akiwa mtoto ni positive. Anakunywa madawa ya ukimwi. Ametumia for around, waniambia it's around 9 years. Aliletwa na nyanyake na babu yake alikuja, na kuna dada, kuna aunti yake yuko hapa. Baada ya mamake aunti yake pia ataonyesha, atawaambia report vile imekuwa. So tulipokuwa na ibada pale kanisani, watu miujiza vile inafanyika, na mtoto akaambia nyanyake, hata mimi na imani yule pastor akiniwekea mkono nitaponywa. So through that faith tuliombea mtoto, ilikuwa ni mwezi wa 2. Mungu akamsaidia, mtoto akaenda kupimwa, majibu siko. Mtoto akawa ni negative. Kutoka siku hiyo hata madawa akunyi. Sasa from there tulikuja tukaongea na mamake mara moja kwa simu nikiwa kwao. Kumuona siwahi muona. Lakini leo ilikuwa ni siku ya ministry, leo ilikuwa ni siku ya testimony. Mungu ni mwema akamuleta. Na nikamwambia sasa, madamu umekuja, tunaanzia testimony ya kwako. Maana wewe ndio mamake mzazi, mamake mtoto, ukuja at least utoe testimony maisha yako vile imekuwa, vile mtoto ameteseka, vile umeteseka, na vile Mungu amefanya nini, na vile Mungu ametenda. Amen. Amen. Najua kwamba karibu sana. Naona mkogoti uko na link. Mkogoti uko nitakupatia na link baadaye ukitaka kuzungumza na mchungaji. Lakini kwa sasa ndio tumeanza show. Mkogoti uko ni usiende. Karibu sana mkogoti uko, ni long time tangu nikuone ndugu yangu, miezi 3 imeisha, lakini naona kwamba umefika pale, unaniambia kwamba wapi link? Kuntu wapi link? Nitakupatia link baadaye mzungumze na mchungaji. Na kisha baadaye nitaweka nambari yake ya simu. Ikiwa kuna shida, uko na yani unahitaji maombi. Unajua kuna watu want to tell you, kuna watu wamepitia shida, mtu anapitia, kuna watu wameenda pale, mtu anaambiwa lazima ulete kondoo, ulete kuku, ulete pesa kiasi fulani niweze kukusaidia. But mchungaji akiomba na ukiwa umeamini, kitu cha msingi na kitu cha muhimu hapa ni kuamini, ukuwe na imani ya kutosha, ndio ile kitu ile unaweza kupokea. So tuko na mchungaji hapa. Tutazungumza naye baadaye. Na ile kitu ambacho ile hali ambayo umepitia tutazungumza na mchungaji. Nambari ya simu tutawapatia baadaye. Lakini kwa sasa kuna kitu hapo nataka tu nipatiane kwanza. Kuna kitu hapo nataka kupatiana kwanza mchungaji hapa. Katika siku ya jana tulikuwa pale kanisani. Nilikuwa nataka nipatiane hapa kidogo tu. Karibu sana. Kuna kitu hapa kidogo tu. Waona kwamba jinsi ambavyo vile kazi inaendelea na vile ambavyo kazi inafanyika pale kanisani. Usije kusema kwamba mchungaji kuna kama yule mwandada yule alitapika vitu chana yule. Wangeona hiyo ningeshukuru sana. Mimi nataka kuiangalia na kama inaifikia, lakini kwa katika hiyo hali tutaingia ushuhuda kamili kuhusiana na huyo mtoto, mamake yupo pale, auntie yupo pale, tuweze kujua kwamba hali ilikuwa vipi. Kama miaka 9 amekuwa positive 9 years. Anakunywa madawa ya ARV. Na in fact nikikuja ni kwa vile unajua nimetoka kwa nyumba, hizo vitu viko kanisani. Na kulianza kunyesha nikaona na ile masafi limekimbia, hizo madawa siko, na nitahakikisha mtakapokuja on Sunday kanisani hizo madawa wamesiona, usiweke kwa hii testimony ili ya kwamba kila mtu afanye nini, aone. Nitakisa mama yake huyu atakuwa yuko ambao ni shosho mwenye amemulea, hizo ni nini hospitali zimefanya nini, zimefanyika ili watu waone. Amen. Amen. Najua kwamba hiyo ni tuko katika hali ya ushuhuda. Wacha tupatie hii hapa kidogo, kisha baadaye tuone kwamba hali inaenda vipi. Yes. Nafungua maisha yenu. Yes. Funguliwa. In the name of Jesus. Roho ya ukimwi leo ninakukausa. May the Lord take you. Aguse moyo wako. Aguse moyo wako. Aguse moyo wako.
aguse moyo wako, aguse moyo wako, aguse moyo wako. Familia yako ikombolewe. Yes, yes. Asha, naona mpaka mama mwingine hapa ameumia. Wakwenda ngoromo ni nyanki mogochi. Huyo mtu wakija simama hapa. Kuna mwingine mgonga hapo, umechoka kwa mapega, acha mchezo uko nao. Umechoka mapega hata kiasi ya kwamba huwezi kuinuka juu vizuri. Tena ngochaka. Wengine msonge mbele, mko sawa. Alamu na tokole ibada iga abangine mospi. Ndete baro toka mbiko na mangana chumaide. Onya koromonge, onya ko wato mwana. Ebo bate miaka kianda aini nkiole. Monge. Igoto. Baba anaponya. Hakuna ya kumshinda Mungu. Inua mikono yako miwili juu. Nachunga na juu. Nafunga macho yako. Wewe ni baba. Wewe ni baba yangu. Enda na hiyo. Enda na hiyo. Enda na hiyo. Yes. 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 Pepa peleka mbele. Pepa. Yes. Mwingine hapo nyuma yako chini. Asha. Atawe saidia hapa. Kuna mtu hapo chini. Pepa. Achana machi. Pepa hii peleka kule mbele haraka. Fanya haraka. Yes. 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 Funguliwa. Funguliwa. Yes. Asha. Kuna watu hapa. Yes. Funguliwa. Funguliwa na chaba. Funguliwa na masia. Wewe mwana umile lenga. Yes. 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 Funguliwa. Touch. 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 Ya la 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 touch. 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 Funguliwa. 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 Touch. 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 Funguliwa. Funguliwa na chela. Funguliwa na masia. Yes. Touch. 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 Yes. Yes. Touch. La 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 la. Hiyo neema ya Yesu. Hiyo neema ya Yesu. Inatosha. Inatawala. Inakomoa. Inakomoa. Yes. 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 La 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 la. Hiyo neema ya Yesu. Hiyo neema ya Yesu. Asha. Asha msaidia hapa. Hiyo neema ya Yesu. Inatosha. Yes. 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 La 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 la. Funguliwa. 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 Asha. Funguliwa. Saidia hapo. Saidia baraka. Yes. Yes. Power. Power. Asha. Watu wanaanguka. Saidia hapa chini. Ule yule mnafanya. Acha, nataka tusaidie hii. Songeza hiyo kutoka hapa. Songeza hiyo kutoka hapa. Songeza hiyo kutoka hapa. Nataka mtu mmoja amshikilie hapa. Wacha kusuba. Wacha kumshika kama uelewi. Tosha hiyo. Kila mtu angalie. Hii ni roho ya kifo. Hii ni roho ya kifo. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Angalia vile imetoa macho. Angalia vile imetoa macho. Kamera nataka ikuje karibu. Wewe toka kwa kamera. Sura hii. Kamera ikuje karibu. Nataka video angalie karibu hapa. Hii ni roho ya kifo. Isipoondolewa tunashika. Nimeng'oa hiyo madhabahu. Nimeng'oa hiyo madhabahu. Nimeng'oa hiyo madhabahu. We say fire. Sema fire. Sema fire. Nimeng'oa hiyo. Nimeng'oa hiyo. Nimeng'oa hiyo. In the name of Jesus. Simama sasa hivi. Jana hiyo. Ile sitakwambia ufanye usifanye. Simama sasa hivi. Leta leso mumfunge.
Patile soko boko taba konye. Mgeusi angalia hapa. Pastor night meeting na kitu akora huduma sasa kanisa yao. Ndio kualika muhiro turacha kwa sabira bantu. Nyosha mkono kwa huyu msichana wangu. Chochote walichopanda kwake, hiyo madhabahu haina uhai tena. Ninakukomboa na roho ya mauti. Roho ya kifo itoke kwako. I set you free. Tunamfungua na kwa huru. In Jesus name. Piga Yesu makofi. Peleka hapo hii. Tunakocha kwa hii. Yesu siko wapi? Wa mama. Mama kanisa ayapata ama boko hii. You can do nothing. Funga vizuri ama mtoma ni kwa chapa. Wengine hapa wanakuroga hali yangu ya kule. Kwa hiyo mtaka sisi pako potie kweli alisa liko. Omba chere kara sisi. Nyosha mkono hapa. Sema Bwana Yesu, pigana na hii roho. Kila mtu anyoshe mkono. All right. I think now umeshuhudia na umetazama ile ushuhuda na jinsi ambavyo kazi inafanyika pale kanisani. So ile kitu mimi kilinifanya mpaka nikafanya pia hivyo kuweza kupatia hiyo clip waweze kusikia kwamba ile jinsi hali ilikuwa waweze kujua kwamba jinsi ambavyo kazi inafanyika pale kanisani. Amen. Nataka tuweze kujua kwamba historia kidogo tu ya huyu mtoto kwa maana amekuwa posted for 9 years. Miaka 9 si kitu kidogo. Tujue kama mamaka yupo hapa, mama mzazi ambaye amezaa huyu mtoto yupo hapa na sisi, na kisha baadaye tujue kwamba ilikuwa vipi, na kisha baadaye pasa tupatie katika sehemu yake na vile jinsi ambavyo kazi ilifanyika. Kisha baadaye tupatie pasta nafasi na wakati fursa mwafaka wa kuweza kuzungumza na watazamaji na kuweza kushuhudia na neno lake Mwenyezi Mungu. Amen. Karibu sana mami, ukaweza kupatia historia kidogo kwanza. Unajua kuna watu ulikuwa umesema mara kwanza jina, labda mwenye amekuja saa hii hawezi kujua jina lako. Mwambie kwamba ni nani, ni nyumbani wapi, na kisha baadaye tuanze historia ya huyu mtoto na jinsi ambavyo amekuwa posted for 9 years, ametumia madawa but finally now baada ya maombi na baada ya kuamini ako sawa. Kwa majina vile niliwaambia mara ya kwanza, naitwa Mary Nyakundi. Kwetu ni Wachura. Hivyo sasa mimi ni mtu wa Kisii County. Amen. Mimi nilianza kujua kama niko mgonjwa ilikuwa 2014. Hari 2014. Ambao tulikosana na mume wangu. Hiyo 2014. Nikaenda kwetu kama sijajua kama mimi ni mgonjwa. Kufika pale kwetu wiki 2 zikaisha, bwanangu akawa mgonjwa, akalazwa hospitali. Sasa yeye najua tu ni stress because nimetoka kwa nyumba. Sasa baadaye ndiye akaniambia, Mary, mimi siyuko sawa. Nikamwambia kwa nini? Mimi ni mgonjwa. Kwa zile hasira nikamwambia siwezi kuja hospitali, wewe kaa hospitali. Juu mimi na wewe tulikosana. Akaniambia sasa wakati nilikataa kwenda hata hiyo hospitali kumuona, juu nilikuwa na hasira, niko kwetu. Akaniambia unajua nini? Sisi ni wagonjwa. Nikamwambia umesema nini? Sikuamini sababu nikadhani ni kunidanganyia alafu nifanye nini? Niende nimuone. Nikapigia dada yangu mkubwa simu. Nikamwambia chenye utafanya wewe mjakosana na yeye. Nendeni hospitali fanya nini? Uhakikishe. Dada yangu akasema siwezi hata mimi kuhakikisha. Ni vile acha tu niende nimuone hospitali, lakini chenye itafanya ni hospitali itafanya nini? Taenda. Sikuogopa. Juu mimi ninajuanga mtu kama ni mgonjwa basi nianze madawa mapema. Siku nyingine hapo ilikuwa weekend. I think ilikuwa on a Sunday. Nikabeba mtoto wangu tu, nikatoka kwa nyumba bila kuambia wazazi wangu tunaenda wapi. Tukaenda clinic na mtoto. Daktari akashindwa kunitibu, akashindwa kabisa kunipima. Akaniambia, na vile unaongea kweli, ukipata utafanya nini? Nikamwambia hapana.
ni mimi nimejileta, so hakuna chenye nitafanya vile utaniambia. Na nikapimwa nikapata niko positive. Na nikamwambia hapana. Nikuulize mambo kidogo, ilikuwa mwaka gani hasa? 2014. Yes. Yeah. Sasa tena nikamwambia hapana daktari. Tena pima mara ingine. Tena akapima akasema Mary, ni ukweli. Nikamwambia ni ukweli. Nikamwambia nipimie mtoto juu hata yeye hakuwa anajua, juu kalikuwa kadogo sana. Akapima akapata. Tena nikamwambia rudia. Tena akapata. Daktari akaniambia tuka, akanieleza vile wanaelezanga wagonjwa. Basi nikaamini na nikaenda kwetu. Siku nyingine sasa nikaenda sasa General Hospital level 6 yenyewe. Tena nikamwambia nipime. Tena nikapata hivyo. Madaktari wakaniambia sasa utaanza clinic, utafanya hivi na hivi na hivi. Nikaitikia sasa kuanza vile wengine wanafanya. Sikuwa naogopa. Ndio nilikuwa sasa nimeanza sasa niko na stress zingine zenye ziko na mimi. Nikaendelea madawa nikaendelea up to 2019. 2019 ilikuwa mwezi wa 4 ambaye mimi nilikuwa nafanya kazi Naivasha, nikatoka Naivasha nikaenda Nairobi hiyo 2019. Sasa hapa 2019 nilikuwa sijachukua ile transfer, watu wanachukuanga ya dawa kutoka mbali uende mahali kwa karibu. Kufika pale hiyo 2019 mwezi wa 4 nikachukua dawa Naivasha, nikachukua Nairobi, nikameza for 1 week. Kitu ikanikujia ndani yangu, Mary, mbona unameza dawa na wewe si mgonjwa? Sasa nilifikiria nikasema hii ni nini imenikujia? Juu hiyo dawa hata zilikuwa zinanisumbua akili. Nikimeza nasikia niko mgonjwa. Kama sijameza niko sawa. Kesho yake nikabeba zile dawa nikarusha kwa choo. Nikasema yule Mungu alifufua Lazaro na mimi ni Mungu wangu. Nikaamini hivyo. Nikaachana na hizo dawa. Nikanyamaza juu siwezi waambia kwetu kama nimefanya nini, nimeacha dawa. Nikanyamaza tu. Nimenyamaza mpaka vile huyu mtoto alipata uponyaji kanisa hii New Life. Ndio sasa nilikuja kusema kweli hata mimi niliacha. Sasa kitu ikanikuja kama mtoto wangu amepona, it's like hii ni uchawi, ilikuwa ni korogwa. Si eti ni ukweli ugonjwa. Ugonjwa yenyewe sidhani kama inaweza toka hivyo. So ni kurudisha nyuma kidogo, sema kwamba walikuwa wamekosana na mume wako, umeenda pale hospitali, mmepimwa. Hii wakati wote mpaka kufikia hiyo time, mume amekuwa wapi mpaka sasa hivi? Mume amekuwa wapi yeye? Alikuwa kwao. Na hali ilikuwa vipi hasa mpaka hali yake? Alienda kutumia madawa? I think even now anaendelea kutumia hii dawa. Juu sijamwambia chochote about mtoto. Juu hata mimi kuongeleshana na yeye tumeanza kuongeleshana juzi. Hajaongeleshana muda. So hiyo time umekuwa na mtoto si ndio? Naam, ni miaka 9. So kutoka 2014 mpaka 2019 in between umekuwa ukipima hasa, umekuwa ukichunguza pia hali ya mtoto? Hii hata mimi mwenyewe niliacha juu nilipimwa ile mara ya kwanza ile vile nilijua. Nikajulia hapo na tena sijairudi eti naenda kupimwa. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Na mtoto kwamba hiyo time wewe ulimpima ile mara ya kwanza hivyo vile nilimpima mara ya kwanza, sasa vile alipimwa hii akiwa instant. Ndio sasa ilikuwa mara ya pili. Ilikuwa mara ya pili. Yeye alikuwa akitumia madawa na alikuwa anatumia. So baada na amefika kwa Instant Miracle Church mwaka upi na ilikuwa nini ana how? Mwaka ni wa 2022. I think February 2021 February. Naam. Ambaye sikukuwa mimi. Sasa hapo alikuwa kwa mikono ya aunti yake. Najua kwamba hapo story nzima tutapata kutoka kwake aunti, atatufahamisha kwamba hali ilikuwa vipi na aliweza kufikia vipi mchungaji. Lakini baadaye, kabla hiyo tutaita aunti baadaye, sijui kama pastor tunaweza kuzungumza nini kuhusiana hiyo hali, kwa maana ni baadhi ya watu ambao kuna baadhi ambao washirika kama watu wameweza kuponywa katika na ugonjwa. Wengine wanasema kwamba ni ukora, wengine wanasema kwamba watu wanadanganya, wengine wanasema kwamba ni ukweli. What can you say about this issue? Mimi kuna kitu nataka niseme. Dunia ya sasa tunahisi ni kwamba kuna wale wataamini
kuna wala hawataamini. Siwezi kulaumu mtu, siwezi kulaumu mtu aamini asiamini, silaumu mtu, maana kila mtu ako na uamuzi anafanya nini ako nao, lakini reality ni kwamba mtoto huyu tuko nayo amekuwa mgonjwa, amekuwa kimeza madawa, na uwezi kuniambia kama mtu anaweza kwenda kwa serikali ya Kenya, kwa hospitali ya serikali apewe madawa kama huyu mtu si mgonjwa. Exactly. Hiyo itakuwa ni ngumu, na mpaka amekuwa kwa road call kwa ile kitabu yao for 9 years. So baada ya mtoto kuletwa, alipoletwa mwaka jana, tulipoingia kwa maombi, huyu mtoto alibelieve. Walikuja, nakumbuka na nyanyake, tulikuwa na ibada ya meza ya Bwana. Kuna vile anti yake anishuhudia kwamba mtoto alisema, nilipomwagia watu machi mara ya kwanza alisema kuguswa na kitu, lakini nipo mimina mara ya pili akaambia nyanyake, nimesikia kitu kimefanya nini, kimeniingia. So immediately hiyo kutoka hapo, anti yake walipitia kwa nyumba, wakaniambia pastor, mtoto anakunywa madawa na ni positive. Lakini ile imani yako nayo na sisi ile imani tuko nayo vile tumeona kanisani, na tamani ni tufanye nini, tuende hospitali tukapima. Kamwambia mnaweza mkafanya nini, mkaenda. Lakini msianze kupea mtoto madawa, enda kwanza hospitali. Mtoto wakaenda hospitali na mtoto. It was a Wednesday, walienda Monday. Wednesday they come. Walikuja wamefurahia sana, shosho, babu, mama na aunti zake wamekuja mpaka na ile kitu report ya hospitali na ile kitu yenye amepimiwa ukimwi. Akaletwa iko negative na hizo madawa wakuja nayo mpaka na report ya hospitali mpaka imeandikwa yeye ni ako negative. So from there nikamuuliza, now what do you want? Mtoto mwenyewe huyu akasema, mimi nimekuja na madawa na nataka kile mtu afanye nini ajue. Ngambia sasa msilete leo Jumatano, njoo Sunday kwa main survey. So they come on Sunday, akasimama mwenyewe akashuhudia na shosho yake, zile madawa zikaletwa, hata hizo clips tuko nazo zikaachwa kule kanisani. Hata kunywa dawa kutoka hiyo till now. Na mtoto ndio huyu, ndio huyu. So siongee kuhusu mtu ako mbali, naongea kuhusu mtu tuko naye hapa. Mtoto yupo hapa pamoja na sisi. In 9 years amekaa na ameweza kuponya. Papa, mambo vipi? Yako sawa, naweza msikia. Sasa uko sawa? Wewe unajua kwamba hiyo story unaifahamu? Ni sawa, uko sawa sasa? Uko okay? Sawa. Kwa pamoja, unajua kama ni vitu tunazungumza sana, but you know how it is. Kwenye comment pale naona Lea Evin na wana pale kuma Kenya, Mokokoti Queen and so many people I'm seeing there on the comment. Papa and Dividers kwa pale kwenye comment, asante sana. So I think unafuatilia story, unafuatilia vizuri. Na this is not the first and the end. We have, tutakuwa na mingi na zingine zipo, hata kama si ugonjwa peke yake, kuna vitu zingine mingi Mungu ametendea watu wake. You know, mtu akipata nafasi ya kuweza kushuhudia utakuwa wengi. So pastor, yes, before tuende kwake mama, tulete mgeni yule auntie. Mami, what can you say all about kuhusiana na hii hali kwamba ile hali ya kupo mtoto kupona na kutokana kutumia madawa, na hasa wewe mwenyewe, na ile kitu moja unaweza ambia watu wengine? Mimi naambia watazamaji ama wasikilizaji wote mahali wako, Mungu wako juu. Hii yote ni mipango ya Mungu, si yangu mimi, hata sikuwa najua. Hata sasa ndio nimeingia sasa katikati, na mimi tuendelee mbele kujua huyu Mungu wako wapi. Amen. Juu nimeshuhudia yangu, na hii ni ushuhuda kubwa. Hakuna mwingine anaweza sema amepona na hajaona. Mimi nimeona, na si mimi peke yangu, familia yote ishafanya nini, imeona, mpaka waamini wa kanisa wote. So actually now umepanga vipi kuhusiana na mume? Utamwambia kwamba pia yeye aweze kutembea kwa sababu ya kuweza kupokea uponyaji, ama mume wangu lazima inabidi atakanyaga hapa? Hata yeye najua sasa ni hata yeye amepona. Katika ile imani niko nayo, mume wangu najua yuko na hiyo ugonjwa. Najua hata hizo dawa nazimeza tu, lakini ataziachilia tu na tutaendelea na life yetu. Asante sana. So thank you very much. Najua kwamba tuko na dada yetu pia na mtoto hapa for 9 years since 2014, HIV positive and
baada ya kuweza kufika kwenye ibada pale kanisani ka Instant Miracle Church Egesa, eneo la Kisii, kuna watu kuna vile chizi Mungu aliweza kutenda, mtoto akaweza kupona ako hapa pamoja na sisi. Si historia. Na kisha baadaye umesikia kwamba historia vile imekuwa 9 years. Unajua 9 years na mtu ukiwa positive, ukienda lazima utakuwa na record pale hospitali inaonyesha kwamba huyu mtu ako HIV positive, wanaandika chini. Ukichukua madawa wana record chini. So vile pastor alihakikisha kwamba wiki on this Sunday tutakuletea report kamili, kwa sababu pastor yeye ndiye akona hiyo report ya mtoto ya kutoka hospitali. Ipo si alikuja, hawakuja wamwambia pastor ndio amepona. No, walikuja na report na ile kitu ambacho kinaonyesha ameendea kutoka hospitali fulani, inatokana hapa mtoto amefanya nini, ako HIV negative now, but hiyo muda wote umekuwa kikuwa HIV positive. Lakini from there nataka tu kama unaingia kwenye show, nimepatia link pale, na kisha baadaye nitakupatia nafasi ya kuweza kuzungumza na mchungaji. Ukiwa unahitaji, ukiona kitu chochote kile ambacho ningependa mchungaji aweze kukufanyia ama kukuombea, sisi kukuombea kwa sababu ya ajili ya kuweza kufanya nini, kuendelea kimaisha kwa wale ambao wamepoteza tumaini. Sisi tupo hapa, ni maana tumekupatia nafasi hii, fursa hii mwafaka. So asante sana mami kwa kuweza kushiriki. Sasa tupate auntie aweze kutuambia safari vipi ilikuwa, kwa maana yeye anapeleka mtoto kanisani, na ilikuwa vipi na hali ilikuwa aje, kwa sababu wewe pastor amesema kwamba ni mara yako ya kwanza kuonana pamoja na yeye. Hata yeye mwenyewe amekuja kaniambia ametamani kuniona. Amekuja kwangu mbio akasema I was praying for this day to come ili niweze kukuona. So ni mara yako ya kwanza kumuona? Mimi nimemuona around 6 hours ago. 6 hours ago. Not even a day. So not even a day, 6 hours ago. Na kwanza in fact amekuja akapata ndio nataka kutoka. Nilikuwa naelekea Sunuka kwa bishop kumuona kwa ajili ya shughuli fulani. Ndio nimepata wageni wengine walikuwa wametoka mahali kunaitwa Nyanturago Ibeno. So nikimalizana na wale wageni hivi ndio akafanya nini? Akaingia. Ngamuuliza sijawahi kuona, who are you? Kananiambia mimi ndio mama yake yule mtoto. Na nikamwambia sasa today was the day tunaenda huko kwa testimony. Sasa sikwaji kwa ukuje na nini? Na yule mtoto akuje kushuhudia. Wacha hiyo peke yake. Kuna mama pia tumemwombea. Mama amekuwa na mimba for 13 months. Alafu akaenda mpaka akapewa hii inaitwa Linda Mama. Wakati umefika alikuwa ni ajifungue December 26. Ikaenda mpaka January February, mimba ikapotea. Mama kuja kanisani tulipomwombea, alienda kuachwa katoa nyama. Nina imani nataka hiyo mama pia nimweta afanye nini? Ashuhudie. Akuja shuhudie. Wacha hiyo peke yake. Hapa kuna dada wakati dada anapokuja. Hapa kuna mama amekuwa na shida ya mguu. Kuna mama amekuwa na shida ya mguu. Na hiyo shida ya mguu amekuwa nayo, ningetamani, maana usuri tuko live, natamani watu wanaweza kuiona. Huyo mama alikuwa amefura mguu. Asante baba. Baba unasikwenda kaza. Dada alikuwa amefura mguu. Mguu. Wacha nimtafute hapa. Si kama ataonekana vizuri ama tutafanyaje? Kama itaweza fika, kwa sababu cameraman wangu alikuja side. Leo tukiwe kama naweza mleta. Acha tuone kama huyo cameraman wako atakuja ili tuone. Huyo mwanadada ni huyu. Nataka nimuonyeshe kwa sura. Si kama tutafanyaje? Sijui mtazamaji kama sasa nikuletea hapa. Kwa sababu kuweza kuona kama unaiona hapa kuna sura ya mwanadada fulani, ni kama iko very far, but I think next time tutakuwa nazipanga hapa kwa kompyuta yangu, ndio inacheza live and direct. But ukiangalia hapo unaona kama kuna, wacha nikuchezee, kuna mwanamke hapa anajaribu kutembea, ana limbo amejifunika kitambaa, ndio anasonga tu mbele. Ukimtazama tu vizuri hapo katika uwezo kama vizuri, kwa sababu cameraman hayuko karibu, angeweza kuzoom in ukaanza kuona hii picha ya huyu mwanadada. Na huyu mwanadada nadhani sister one hii ya bado. Huo mguu ulikuwa umefura kiasi hicho. Naam. Ndio huyo.
You can see huo ni mguu ulikuwa umevula hiyo design. Si kama unaona ishaonyesha ishatoka. Wacha tuone turudi nyuma kidogo. Unaona huo ni mguu. Naam. Sasa baada ya maombi huyo msichana baada ya kumfanyia maombi huo ndio ufimbe, maana alienda akaambiwa eti ni arthritis. Na amefura kiasi ya kwamba awezi hata kufanya jambo lolote. Sasa baada ya maombi huyo msichana ule mguu ulienda ukapasuka, huu ni usaa umetoa. Hiyo ndio ilitoka baadaye. Sijui kama siku nyingine nitakuwa napanga hapa vizuri ndio inaonekana vizuri, kwa sababu sasa naona kama unaona kuna kitu unaona hapo, kama unaona kama yogurt hivi. Hiyo ni usaa ilikuwa imetoka kwa hiyo mwana. Ilipasuka, hata hapa chini mwenyewe ameandika usaa zaidi ya 500 milliliters. Ilitoka kwa hiyo mguu. Kwa hiyo mguu. Baada ya maombi. So kuna testimony mingi na Mungu amefanya nini? Ametenda. Na hizo nitahakikisha kwamba these people wamekuja ili watu wajue hakika kuna Mungu. My friend, ukiwa na imani na huyu Mungu ukimwamini, number 1 ukiwa na imani, number 2 ukiwa na imani, akili yako itoke kwa mentality ya kawaida. Ukiwa na Mungu ndani. Kuna dada hapo tumemwona yule tulikuwa tunamwombea. Sio kama unaweza ukarudi nyuma kule, kuna mwanadada hapo nyuma tulikuwa tunamwombea. Kuna huyu mwanadada ambaye tulikuwa tunamwombea jana akawa ametoa macho sana. Huyu mwanadada huyu hapa ndio wakaanza kumuona ili wakaanza kumuona huyo dada. Babake alikufa na ajali huyo. Baada ya dadake babake kufa na ajali na akateseka, alikufa kifo kingine mbaya sana. Dada yake Chusi ameletewa shida na mama mwingine, akaambiwa na wewe pia utafuata vile babaka alifanya nini? Alienda. Baada ya maombi, ndugu yangu, I'm telling you the truth, huyo msichana huyo mwenye aliambiwa na mtu mwingine ya kwamba utaona vile ya kwamba vile babaka alienda na wewe ndio utakavyoenenda. Baada ya maombi kuna vitu vilifanyika hapa. Huyo msichana alikuwa ni mgonjwa. Usiku huo tukiomba, asubuhi yake waliamuka, kuna vitu walipata nje kwa dirisha ya huyo msichana. Hizo vitu ndizo hizi ziko hapa. Wacha niweke simu yangu round ili watu waweze kuiona vizuri. Na imani hizi vitu tunataka tuvitengeneze mapema, ndio tukija kuonyesha wasikilizaji wawe wanaona. Okay. Hapo. Hizi vitu ziko kwa karatasi. Hizo vitu walisiokota kwa dirisha ya huyo msichana alikuwa mgonjwa. Na hizo ni zile walifanya kuokota tu. Kuna vitu vingine vingi aliacha. Tulienda hapo kwa siku ya pili, tulipata ni mingi. Ni mingi. Na hizi kama unatazama hii. Na huyo msichana mwenye alikuwa anakufa, in fact she's coming. Ndio huyo anakuja. Huyo msichana anakuja sasa hivi. Msichana aligonjeka the same way babaka alifanya nini? Aligonjeka. At the end of the day Mungu alimfungua. Msichana ndio huyo amekuja. Next time tutakuwa na karibu na mimi. Itakuwa sawa. So Mungu anaweza akatenda. Wacha tupe nafasi huyu anti ya kijana amekuja ili naye atupe historia yake, maana yeye ndiye amekaa na mtoto. Na naona ameweka mikono kwa mfuko, ako na furaha. Habari mami? Ni salama. Kwa majina, labda tufahamishe unaitwa nani, majina unatokea wapi? Karibu sana. Wanao tutasema jioni ya leo na wasalimu wa mchambo. Mimi kwa majina naitwa Lea Innocent.
Unatokea wapi? Mimi natoka hapa Chogvila, Bochura. Chogvila. Oh, naiona hiyo sehemu, naiona hapo. So asa wewe kuna historia ya mtoto hapa. Labda ukatufahamishe historia kidogo kuhusiana na mtoto, asa mtoto ulimjua kuanzia lini? Mimi niliingia kwa kina Alex ilikuwa 2020. Naam. Nimekaa hapo, nyanyake ni mother in law. Akaanza kunielezea story ya Alex. Mimi nilijaribu kustuka. But nikamwambia kuwa na imani, huyu ni mtoto mdogo hawezi kuwa na hiyo ugonjwa. Kidogo kidogo ikafika 2021 February. Tukasikia kuna kanisa iko hapa Getionga inaitwa Instant. Kuna sister in law wangu mkubwa. Yeye ndiye alinipigia simu asubuhi akaniambia kuna kanisa hapa Getionga tunaweza enda. Nikamwambia yeye mbona tusiende. Tuliamkia asubuhi tukaenda ibada. Kufika kwa ibada, hata vile tuko hivi, sisi binadamu, ukiangalia pastor yoyote kwa TV, huwezi kuwa na imani huyu pastor atanisaidia. Kwa ile maneno yenye kibinadamu tunajichukulia, au maybe huyu atakuibia, sijui nini. Lakini mimi wakati nilifika Instant, si kitu yenye niliambiwa. Mimi mwenyewe wakati nilitoka kwangu, si kuwa na imani naenda kanisani. Nilienda huko kuona ni ukweli watu waangukanga. Lakini kufika kanisani, hata mimi niliamini tu Mungu wako. Hata mimi mwenyewe vile niko hapa hivi niko na ushuhuda zangu. Na ni mingi Mungu amenitendea. Kwa hayo madhabahu. Kwa hayo madhabahu tu. Na kanisa kuenda si tunaangalia kanisa ndio unaenda. Madhabahu ndio unaangalia. Hii madhabahu itanisaidia ama itanisaidia. Amen. Mimi wakati tulienda hiyo kanisa, huyo sister in law wangu nilimwambia, mbona tusilete ule Alex akuja hapa kanisani tuone kama ni ugonjwa ya Mungu tu tutakubali. Tukakuja Sunday moja. Tukaenda tukaambia mother in law tukakuja kanisani. Mother in law hiyo kitu ilikuwa inamsumbua hata kama pastor alikuwa anahubiri, ibada iliisha kabisa. Lakini tulisema tubaki sisi sote tuongereshe pastor tusikie atatuambia aje. Vile mother in law alienda kuongeresha mtumishi wa Mungu, alimuuliza, niko na mtoto hapa ni mchukuu wangu anameza madawa. Pastor hata hakuenda kumsikiza, akamuuliza madawa gani? Akamwambia Alviz. Akamwambia huyo mtoto ako wapi? Huyo mtoto tu alienda huko. Hiyo Sunday tumemaliza ibada. Before akuje kuombewa. Tulifika kwa nyumba tumekaa hivi tunakula. Mtoto alituambia, ule pastor nimemwamini." Tukamwambia kwa nini? Mara ya kwanza alirusha maji, sikusikia kitu. Mara ya pili, nilisikia kitu inanipandisha hapa hivi. Nikasikia tu lakini baba wacha niwaambie nitapona hii madawa sitakunywa. Tukamwambia kwani umeanza kufikiria aje? Akaanza kukujanga kwangu, ananipendanga sana kukuja kwa nyumba yangu. Akakuja akaniambia siku ya kwanza, "Auntie, lakini yule pastor akiniambia si nitaacha kukunywa ile madawa." Nikamwambia sasa utanipeleka lini aniombe? Nikamwambia si Sunday tunaenda kanisa. Good faith. Kufika kanisani Sunday alienda akaombewa. Hata pastor hakumwombea ile yenye unaweza sema aje yenyewe pastor amemwombea. Aliongea tu. Huyu mtoto ako na HIV vile mnasema? Tukamwambia mpeleka mniletee majibu. Mimi kwa ile imani yangu na mimi sasa nikaweka imani kwa niaba ya mtoto. Nikasema wacha nimpeleke mimi mwenyewe. Nikaenda, mimi ndio nilichukua mtoto on Monday. Tukafika kwa hospitali. Baka daktari alinikalisha chini akaniuliza, mbona unapima huyu mtoto na ako na HIV? Nikamwambia mtoto hana HIV. Nataka nijue hali yake. Mimi sijasema ako na HIV, nataka kujua hali yake. Daktari kumpima mtoto mwenyewe ana sweat tu. Yaani ndani yake ana feel tu apewe majibu yenye ako negative. Yaani ile raha. Wakati daktari alimpima aliniuliza vizuri, "Sister, unajua kuangalia hii majibu?" Nikamwambia kuangalia nikaona ni negative. Hiyo ni kitu yenye sijaiona kwa maisha yangu. Niliona tu machozi inanitoka. Kufika kwa nyumba kuwaambia wote mtoto ako sawa. Hata hawakuamini. Wakati tulifika kanisani, sasa ndio tulijua ukweli amepona. Tangu hiyo siku mtoto vile ako hivi hajawahi kunywa dawa yoyote kabisa. Na hajawahi sikia vibaya. So unaweza sema wacha tumpeleke hospitali. Tunashukuru Mungu. So umeplan tena kumrudisha kuweza kuona tena ama? Sisi kwa imani yenye tulimbebea na imani yenye tuko nayo tuko sawa, alipona.
It's okay, right. Tumekuwa, mpenzi mtazamaji, tumekuwa na huyo mtoto hapa na mamake, akatupatia jinsi ambavyo mtoto alikuwa mgonjwa na hadi jinsi ambavyo hali yake ilianza. Umesema kwamba kuna baadhi ya yale kuna vitu ambazo Mungu amekutendea. So tena hii ndio nafasi tena umepata, labda mwingine atakuja. Ni kweli. Labda unaweza kujia pia kama kuweza kupatia mchungaji nafasi ya kuweza kuzungumza na watazamaji na kisha kuombea. Hata anaweza kuzungumza antivirus ya uswe aokoke. Amen. Kwa niaba ya maisha yangu, watazamaji nawaambia Mungu ni mzuri. Usiwahi sema hujawahi ona Mungu. Akikutendea ndio utaona umuhimu wa Mungu. Vile niko hivi kwa maisha yangu nimeona shida. Tangu niingie kwa ndoa yangu nilikuwa natamaningi mtoto sana. Lakini sijafanikiwa kupata. Lakini tangu niingie madhabahu ya instant nilienda huko niliombewa. Mimi na ile imani yangu nikabeba imani yangu. Kufika kwangu sikumaliza even a week nikashika mimba. Kurudi kanisani kutoa ushuhuda, ile mimba pastor aliniambia akaniambia nipate. Kufika kanisani, kutoka kanisani kufika kwa nyumba, ile mimba nikaanza kupred. Kwa ile imani yangu mimi nikasema, Mungu kama hii si mimba ilikuwa, naomba ukaiondoa ukaleta mimba mzuri. Na ile kuomba nilikuwa na ile imani, nilipigia pastor simu. Juu sikuwa kanisani, nikamwambia pastor, leo sikuwa nasikia vizuri, sikia vile imeenda. Pastor aliniambia, mwanangu usijali. Kenye Mungu alikuwa anaweka ataweka. Kenye Mungu ameondoa, kubali iende. Nilikubali tu na hiyo imani. Hata hiyo siku ilisha 5 days nikibreed. Nikasema hii ishafanya nini, ishatoka. Lakini kwa neema ya Mungu. Baka sometimes ninashindwa yani nakaanga tu hivi. Inaitwa miracle. Yani sitamaningi kama Mungu anaweza nifanyia vile amenifanyia. Tukuje kidogo pole pole ndio mtazamaji aweze mwenyewe kwanza unajua napenda tukuze maswali ili kuweza kuhakikisha na mtu aweze kuelewa na kuelewa zaidi. Umekaa kwa ndoa zaidi ya miaka miezi nimekaa kwa ndoa 1 year. 1 year. Sasa 1 year umekaa kwa ndoa na umetafuta mtoto in the year now. Mimi sasa nikiwa msichana nilikuwa natamaningi mtoto. Kuna wakati nilikuanga na kazi. Nikifanya kazi unajua kuna mahali unaweza expect pesa yako ifanye nini iende. Lakini nikaona nikipata mtoto sintakuwa tu naona mahali pesa yangu inafanya nini inaenda. Sasa vile nilitamani hivyo. Saa hii vile naongea hapa na vile niko hivi. Niko na mimba na iko na 4 months. Hiyo ndio maajabu Mungu amenitendea. Yaani Mungu anafanya muujiza, damu inatoka kawaida but the miracle. Maana inaitwa muujiza. Iko. Ya Mungu ni original. Photocopy itafanya nini? Itaenda. Kwa Mungu ni original. Yes, mtendelee. Amen. Mimi Kenya naweza sema kitu kingine. Kwa familia yetu mahali nimetoka, sasa niache mahali nimeolewa. Mimi tangu nijue instant nilienda nikawachukua karibu wote, kuanzia mamangu, dada zangu, brother zangu. Sisi kwetu tulikuwa tunaonanga mashida. Unaweza ajiliwa kazi lakini huwezi ona mahali unapeleka pesa. Lakini kwa saa hii mimi kwetu hata saa hii nikienda hivi nafurahi juu naona ni kwetu. Yaani tumebarikiwa mpaka ile unasema kumbe Mungu alikuwa ameweka kubarikiwa kwetu mahali ndio tukuje kupata instant ndio kubarikiwa ifunguke. Tulikanyaga kwao. Hata wakati tunafika mpaka watu wanauliza hawa wageni wanaenda kwa nani? Kuna ile roho ya rejection, mnakataliwa familia mpaka hata mtu mzuri akikuja ni kama wanaona ni kana kwamba afai hapa. Yes. Afai kukaa pale. Ameenda kwa nani? Huko atakaa wapi? Exactly. Atakula nini huko? Kumbe huko ndiko Mungu anachagua afanye nini? Ainue. Wow. So mtazamaji, the reason why nimeweza kuanzisha hiki kipindi cha Monday Testimony, kama unakuwa unafuatilia katika ibada zetu za kila Sunday, kwa tunafanya ibada 2 kanisa 2 tofauti kila Sunday, kila siku ya Jumapili. Nilikuwa nimehudhuria katika ibada ya mchungaji
na nikaona baadhi ya ile ushuhuda ambazo zimejaa kwenye kanisa kila siku na kila wakati. Nikaona ile kwamba kuweza kufahamu na jinsi ambavyo zinafanyika, kwa maana mimi mwenyewe pia nimetazama yale ambayo mtu anafanya nini, anasema kule na anafanya nini, anaona yatendeka. Unajua kitambo mtu kwenda anasema kwamba huyo pastor ni kama ameleta watu wake, ameleta hapo. No, hapana. Umesikia kwamba mwenye ametoka hapa sasa hivi mtoto wake alikuwa HIV positive. Hawajawahi onana. Wameonana tu leo, tena masaa 6 ndio yamepita. Tena amekuja kunitafuta kwa maombi yake tofauti. Yeah. So, tangu mtoto aponya akwe negative from positive, it's a long time. Hawajawahi onana, ni simu tu. Na hata hiyo simu nadhani niliongea na yeye mara moja tu, tena kwa mama yake. Naam. Kwa mama yake. Just once. Naam. Nikiwa kwa mama yake, nilipoenda huko nyumbani kwa salimia. From there sina communication yake. Naam. Yeah, I think from here tutakuwa tunazungumzia katika masuala mawili matatu. Sasa mimi tuendelee kabla ya kuanza kumpisha mchungaji aweze kuzungumza neno. Amen. Mimi Kenya naweza ambia wenye wanatuangalia kwa saa hii kuwa na imani ya kutosha. Hata tusiposema instant inaponya, hata we mwenyewe ukianza kufuatilia instant hata kwa simu, unaona YouTube wako, kaa na imani yako. Hata ukikuwa kwa nyumba, Mungu atakubariki. Usifuatilie kwa nini PST.RATEMO Junior nikienda huko akiniombea nitapona. Ukiwa na imani yako kwa nyumba utaponywa tu. Mimi Kenya nawaomba wacha kuangalia mtu hivi na umchaji vile umemwona. Amen. Angalia tu Mungu yenye atakutendea mbele na maisha yako itabadilika. Hakuna ugonjwa Mungu hawezi ponya. Amen. Kila ugonjwa inaponywa. Amen. Na mkuange na imani. Wacha hizi vitu mtu anakuja leo anakuambia achana na huyo pastor atakukulia pesa. Sisi sasa tukianza kusema saa hii sacrifice hata hatukutoa, lakini tumeponywa. Sasa sio tunasema tu Mungu asante. So tukue na imani na tuendelee kumwomba Mungu. Amen. Asante. Amen. Thank you very much. Asante sana kwa kuweza kufika na kupatia ushuhuda wako. Unajua nyinyi mmekuwa wa kwanza kutufungulia. Mmekuwa wa kwanza kutufungulia katika hii hali ya ushuhuda. So mtazamaji, kama ukiwa unatazama katika mahali popote pale ulipo, nikomee kwamba kwenye comment section pale chini ya comment yake Papa Antivirus anasema kwamba amen. Chini yake kuna comment iko pale, ukiguza tu hiyo comment imeandikwa Kisii Hot TV, labda itakufikisha hapa usungumze na mchungaji. Kwa mfano kuna hapo Makokoto Queen, please weka link, tuko na maswali. Sasa ulienda wapi? You have questions to ask na Amanda. I don't know. But I think yako kazi. Huyo jamaa I think yako kazi. Akukataa huwa anafanya kazi usiku. Yeah. So Makokoto Queen, kama upo na umefuatia katika umetufuatilia vizuri, ningekuweza kukaribisha ili kuweza kuuliza maswali yako, kwa maana mchungaji yupo hapa. Utamuuliza yeye atafanya nini, atakujibu. Sijui sasa kwa sasa pastor. Amen. I think now kwa kuweza kuongezea na hayo na hizo ushuhuda zote, nataka nikupatie wakati wa kuweza kuzungumza. Labda sijui kuletea kama ni Biblia, nikupatie kama kidogo za leta Biblia. Exactly. Tuzungumze na watu kidogo. Naam. Ili ya kwamba Mungu akaweze kufanya kitu. Naam. Pia nataka nikaribishe watu siku ya kesho. Niko na ibada pale kanisani, ibada ya kufungua mbingu. Kuna watu mambo yenu imefungika, kumbe ni anga yako imefanya nini? Imefungwa. Maandiko yanasema kwamba Danieli alipoanza maombi tu, siku ile alipoanza maombi, Mungu alijibu maombi yake. Lakini mfalme wa Ujemi wa Persia akakamata anga ya Danieli. Danieli akang'ang'ana, anga imefanya nini? Imekamatwa, mpaka ikabidi siku ya 21 ndio Mungu akatuma malaika Gabrieli akaja kuleta ripoti. Naomba msikilizaji wangu ama mtazamaji mahali popote ulipo, Mungu akupe neema. Ile neema anayokupa ni kwamba upokee kitu ambacho kitakacho kusaidia kesho. Karibu kwa madhabahu ile, alafu baadaye nitakupa namba yangu ya simu. You can just talk to us, tupigie simu, tutafute, watch Kisii TV, finya hapo Instant Miracle Church, utaona everything kile ambacho kinafanyika. Na pia ninaomba, maana tunakuwa na ibada ya Wednesday, Friday na Sunday, naomba tu hata Mungu afungue milango na producer wetu kama atakuwa anapata every Wednesday pia nafasi,
Pia hiyo vitu vyote vifanyike, muone. Hata kuna ushuhuda, kuna mtoto mwenye aligoncheka mpaka akakufa, hata wazazi wake wakasema hii hakuna kitu. Lakini baada ya maombi, hiyo clip iko hapo, ni mbaya. Ukiona mtoto vile alikuwa ameisha, ni mbaya. Isichukue kama tutakachofanya vipi ndio watu waangalie. Alau baadaye tukuja kuonyesha watu, maana it's sama iko sama violent, ni kali kidogo. Hata mtu kuitazama na anakuwa scared. Lakini baada ya maombi yule mtoto akafanya nini? Akafunguliwa, ni mzima. Uliona yule mtoto wa mwaka moja na miezi 3 anakula gari kilo 2. You were there and you saw. Yes. Sasa unajua hii tunaweza tukaongea, mtu akasema kana kwamba ni maneno yetu. Uzuri ulikuwa mwenyewe na ukashuhudia, ukamwona mama ni kutoka hapa Nyakoe. In fact tutaarrange kipindi, sijui kama tutaongea vipi na mzee wa yule mama, tukubalie hiyo masaa ya saa 2 ili wakati tuko live tulete hiyo mama akuja fanya nini, ashuhudie. Vitu vingine Mungu anafanyanga, ndugu yangu, ni vizuri. Ama tutakuwa kule kanisani tuchukue hiyo clip, ndio wakati tutakuwa tuko live kwa testimony, angalau uweke watu wafanye nini, wafio, ili wenyewe wahakikishe. Nisitoe maneno yangu nikuwekea mtu kwa mdomo, watoke kutoka kwa muzika kama hawa, watoe maneno yao wenyewe. Mama alikuacha, sasa ukimwona hapa ameshiba. Ako sawa. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu muda naona pia muda unakimbia mbio sana. Kwa sasa nataka tuweze kupatia mchungaji nafasi, ila tu ninakupatia hii kiendelea hivi. Nitakuwa namwalika kwa sababu ya kuweza kupatia nafasi ya kuweza kuzungumza na sisi, kwa sababu ya ajili ya masaa yanaenda mbio. Na tupipilia mchungaji uweze kuzungumza maneno mawili matatu, kisha tuweze kumaliza katika show yetu ya siku hii ya leo. Tuseme kwamba wiki ijayo tena tumealika watu waweze kuingia kwenye ibada na kuweza kutazama tukiendelea. Amen. Naam. So wacha niweze kuleta hii ya mchungaji, usisonge, tuko pamoja. Funga vizuri ama ni kwa chapa hapo. Wengine hapa anakuroga gari yangu ya kule. Kwa hiyo mtaka sisi pako potie kweli aliza liko. Omba chere kana sisi. Nyosha mkono hapa. Sema Bwana Yesu, pigana na hii roho. Kila mtu nyosha mkono hapa. Tunang'oa hiyo misisi na mali walimweka. Yote madhabahu ya kuzimu tunatoa ndani ya huyu dada, tunatoa ndani yake, tunatoa ndani yake, tunatoa ndani yake. We set her free. We set her. Huyo mweka hapo pia. Wote nakomolea mara moja. Weka hapa kando. Beba vizuri. Wengine amufungi. Yesu mtaanguka kila mahali. Macha hivyo. Nishikie mkono hapo hivyo peke yake. Hivyo tu. Hivyo tu. Songa hivi. Songa hivyo wewe. Ewe roho ya kuzimu. Roho ya kuzimu. Acha tu. Roho ya kuzimu. Chie hiyo mkono. Yote mlioweka ndani yake. Nimeweka moto. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Tunang'oa hiyo ndani yake. Tunang'oa hiyo. Tunang'oa hiyo. Tunang'oa hiyo. Tunang'oa hiyo. Kufa kabisa. Kufa kabisa. Kufa. Kufa. Inafungwa yeye. In the name of Jesus. Set you free. Fungua maisha yako. Simamisha hiyo. Fanya haraka. Mtoto wa shule huyu. Yule mtoto wa shule alitupiwa machini, anakufa kifafa, anaishiwa na nguvu. Right. Right. Asante sana. Kwa sasa nataka niweze kuleta mchungaji, nimpatie nafasi dakika kidogo aweze kuzungumza na nyinyi. Pia hapa tupatie namba ya simu akimaliza. Wala mama mtaka kumtembea katika kanisa lake, mtamtembelea kanisa lake mahali pale ambapo atapatikana. Mtaweza kushuhudia makubwa yale Mwenyezi Mungu anafanya ama anatenda. Kwa sasa pasa tukupatie nafasi. Amen. Ukaweza kuendelea kutoka hapa. Amen. Kwa sababu watu waweze kupokea ponyaji na kusikiza neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Karibu sana. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
na kuabudu uliye mwaminifu wa Israeli, na kuabudu uliye mtakatifu naye tena makuu na maajabu. Asante Bwana kwa wakati kama huu. Asante Bwana kwa ajili ya powerful testimony tumepata. Mungu, tunapoingia kwa neno kwa muda uko mbele yetu, naomba Yesu mtazamaji wangu popote alipo akaende na muujiza wake jioni ya leo. Naomba Mungu kitu kikafanyike kwake, akaone mamlaka ikifungua, njia ifunguke Jehova, kibali kifunguke kwa ajili ya utukufu. Wewe ni Mungu unayetazama na kutenda. Bwana, watendee jioni ya leo. Naomba kuna mtu ambaye ni mgonjwa, tunapoingia katika ibada hii, naomba Yesu akafungulie popote alipo, chochote adui alichoinua, Bwana leo ukapigane nacho in the name of Jesus. Neema yako itawale, maana wewe ni Mungu mwaminifu. In the name of Jesus I pray and believe. Amen. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ni ya 8 kuanzia mstari wa 11. Nasema kwamba jihadhari usije kumsahau Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushipa na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi ya ng'ombe na kondoo yakaongezeke, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho itakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Namba 19 nasema ya kwamba lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtangamia bila shaka. Ujumbe wangu wa jioni ya leo ni kwamba ni kukumbukwa na Mungu. Unaweza ukawa umefanya vitu vingi, unaweza ukawa umefanya mambo mengi. Wale ambao ulikuwa unatarajia walete ripoti kwako, wameleta ripoti iliyo mbaya, lakini Mungu anasema ya kwamba mule mstari wa 11 anaanza na kusema hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake. Sheria ya Mungu ni amina, ya kwamba chochote utakachofanya wacha Mungu awe mbele. Miujiza ambao unaona inafanyika, tumemweka Mungu mbele. Sasa nikitoka hapa naenda kwa maombi. I'm praying for these people. Naombea nchi yetu, naombea kanisa letu, naombea mahali watu wote wanakaa, watazamaji wangu, hata wengine mko pale, nitawapa namba, mtanipa mahitaji yenu. Wengine tutakuwa online tukiongea na nyinyi. Mungu huyu tunamwabudu, ukishika sheria yake, ukishika maagano yake. Wacha nikwambia kwamba watu wengi waliinuliwa, wale waliokaa katika sheria. Adamu na Hawa walikosa. Mungu alipeana kitu simbo, akasema ya kwamba kaeni mungoje. Yeye akashindwa kungocha, mpaka tukapewa ile ambao unaona adhabu ya leo. Tunapitia hali ngumu, maana walikosa kungocha. Leo hii Mungu anasema ukishika sheria yake na hukumu na umri yake, yeye atakupigania. Anasema usimsahau Mungu wako wakati umebarikiwa. Kuna mtu akisakuwa akiwa chini, yeye maisha yake iko na amani. Kuna mtu akiwa hana chochote, anatafuta Mungu na nguvu. Wakati hana pesa, ni sawa. Iona watu wanalia kanisani, wananiambia mchungaji tuombee, ninawaombea na imani. Lakini wakati amepata chochote, hawezi kukumbuka Mungu. Ndugu yangu, maandiko yamesema kwamba utakapokuwa umebarikiwa, maongeo yako yameongezeka, ng'ombe imeongezeka, umechenga vizuri, usimsahau Mungu wako. Jioni ya leo ninatumana neema kwako unayenitazama, ya kwamba huyu Mungu tunamwabudu anaweza akafanya miujiza. Ni vizuri uwe na madhabahu. Chengea Mungu madhabahu mahali unaweza kumwabudu. Chochote unachofanya kizuri kiunganishwe na madhabahu, Mungu ataenda kukuinua. Ibrahimu alipotoa sadaka kwa Melkisedeki, maana anasema kwamba alipochenga madhabahu, Melkisedeki alitamka neno kwake, akasema atakaye kulaani amelaniwa, atakaye kubariki amebarikiwa. Nami jioni ya leo nanena na wewe mtazamaji unayeniangalia, ya kwamba madhabahu ya Instant Miracle Kisii, Mungu anayotumia miujiza inafanyika, watu wanakombolewa, wachawi wanakombolewa. Tuliomba mahali pengine, manyang'au ikatoka. Hiyo ushuhuda nadhani italetwa, sikatoka mpaka waliweka mpaka kirambauti. Leo nataka nikwambie huyu Mungu tunaabudu anaweza akafanya. Lile limekuwa kwako ni ngumu. Nani angeweza kusema kwamba familia yetu tulikuwa masikini, sisi ambao tulikuwa chini tunaweza tukafika mahali tumefika? Mungu anaweza kukufikisha mahali hapo tumefika, wakati uko na imani. Ndugu yangu, unaweza ukasauliwa na serikali, unaweza ukasauliwa na kila mtu,
Unaweza ukasauliwa na baba yako aliyekusana na mama yako, lakini yuko mmoja mbinguni ambaye hawezi akakusahau. Wakati umefungua moyo wako, umepeana kwake, anasema utakapobarikiwa, maongeo yako yatakapokuwa yameongezeka, utakapochenga vizuri, usimsahau Mungu. Ndugu, hata gari utakapotembelea gari yako, ukiwa kwa ile gari, weka Mungu mbele, pea Mungu kipao cha mbele, mwambie Mungu, niko hapa, najua ni wewe ndio umenifanyia hili. Sema Mungu, najua wewe ndio umefanya haya. Wacha Mungu akupiganie jioni ya leo. Anasema namba 9 kwamba jihadhari usije ukamsahau Mungu wako, maana ukimsahau Mungu wako kwa hakika utakufa. Kuna watu walinuka na biashara nzuri, walipojiona peke yao wakamwacha Mungu, mambo yakaenda kombo. Leo nina imani ya kwamba kuna mtu pale umeteseka, ndoa yako imeenda kando. Leo tunapoenda kuomba, Mungu atarejesha ndoa yako. Wewe ambaye umepitia lingumu, hauna pesa, Mungu anaweza akakupa pesa. Kuna watu tumekuwa masikini yani Christmas inafika, wacha nikwambie mtazamaji, Christmas inafika, watu wengine wakati wanakunywa soda kuna zile vitu vile viko kama roiko vile vya maskini juice cola ile ya shilingi 5, nyinyi ndio mnachukua shilingi 5, mnakoroga, mnaweka na nyinyi kwa plastiki, mnaweka hapo juu ili watu wengine wafanye nini? Waone. Yani mpaka mnaramba unao kutembea unaonekana kama umekunywa soda, kumbe ni ile juice cola ile ya 1 liter. Mungu anaweza akakutoa kule chini, anaweza akakutoa from scratch to grace. Yeye ako na uwezo. Bora anasema utakapobarikiwa, anasema kwa hiyo Kumbukumbu ya kwamba he gives power to be rich, anapeana nguvu ya kuwa tajiri. Jioni ya leo Mungu akupe nguvu ya kuwa tajiri ulimwengu wa kiroho. Mungu akufungue ulimwengu wa kiroho, uwe tajiri na vitu vile ambao unatamani. Wapendwa, dunia ya sasa mahali imefika, unahitaji uwe na piwa kwako, ukitabirie mwenyewe, unene mambo mazuri kwako. Ukiona mtoto mwambie utabarikiwa, Mungu atafungua hiyo baraka, itakucha. Nina imani tunapoanza hii ushuhuda ambao tumeanza kutoka leo, itakapoendelea mpaka Yesu arudi, wapendwa, kuna vitu mtaona vikubwa. Kuna mama tulimwombea, alikuwa anateseka, alikuwa anapitia hali ngumu, mambo yake yalikuwa ni magumu. Watu wakamcheka, wa familia wakaona kana kwamba kuna mahali ataenda, lakini huyu mama alipoweka imani, Mungu akafungua jambo. Leo kuna mama ametoka Kinupe, anaitwa Lilian, amekucha, amefura kwa tumbo, kwenye kitofu ametopoka, damu inamwaika zaidi ya peseni. Anasema akiwa nyumbani anakonda, anaumwa, lakini akikucha hapa town, mahali anakaa Homa Bay, anapona. Wende kawa kuna mahali unakaa mchango wa kule umekukataa, watu wa kule kuna vile walifanya, mambo yako yamekuwa kombo. Kila ukikaa ulianza biashara vizuri, wakakamata mchanga wako na anga yako wakaiharibu. Leo tunapoenda kuomba, natamani uwe na imani, lakini utakapobarikiwa usimsahau Mungu wako, maana Baba atakapoenda kukutendea, naomba pia na wewe umkumbuke huyo Mungu. Jioni ya leo, mahali popote ulipo, uwe uko Kenya, uwe nje ya Kenya, Mungu akutendee popote bado ulipo. Unachotamani Mungu apeane kwako, maana yeye ni mwaminifu. Ushuhuda huu umeletewa, mtoto ameponywa na ugonjwa wa ukimwi. Najua wapo wengine wanauliza inafanyika vipi? Kwa Mungu hakuna linalomshinda. Mungu wetu ni mwaminifu. Anasema eli wale wenye moyo safi. Ukiwa na moyo safi na ukiwa na imani na Mungu Baba, anaweza kukutendea, atakuongeza miaka kama wenye ukoma waliponywa. Wacha nikwambie ndugu yangu, let me challenge you. Kenya hatuna kitu. Korona ikakucha ikapita, na kama kuna watu wangekufa kama kuku ni wa Kenya. Unajua Kenya sisi tunaungana mwingi, sokoni lazima tusalimiane. Upate mtu ameleta mapera ukule kama wa Kisii, upate ndizi ukule, kumbe mwenye amebeba kwa nini na korona, miwa kwa barabara. Lakini Mungu akatuepusha na hiyo. Ni neema. Hiyo neema ni ya Mungu. Natamani hiyo neema ya Mungu ikakuongoze in everything you do. Hiyo neema ya Baba ikawe juu yako, ikakupigania, ikakufungulia milango. Mahali popote walisimama wakasema hautainuka, leo Bwana akuinue kiwango kingine. Mungu akuinue kiwango kingine, upate platform yako ya kufikia watu wengine, wafikie na injili, wafikie na biashara. Unaweza ukainuliwa kupitia biashara, mtu mwingine akabarikiwa, wafikiwe na advice yako naye peana. Leo mpendwa, simama vizuri, simama ukaone wokovu wa Mungu, simama ukaone wema wa Mungu. Pale kanisani nimemwona Mungu akitenda. Wapendwa, watu wametendewa. Mama mwingine alikuwa amenyang'anya mzee wake, akanyang'anya na mwanamke, akaenda kuwekwa hapa Nyanjwa. Baada ya maombi Mungu amefanya muujiza.
Yule baba akarudi nyumbani, mpango wa kando, akaachilia mzee wa watu. Sahii mama ako kanisani, bwanake amemnunulia gari. Natamani hata yeye pia atakuja kwa studio, akuche na fungua, shuhudie watu waone. Hakuna linalomshinda Mungu. Mama ni mzee wako, umenyang'anywa, ameenda nje. Wewe simama kwa madhabahu. Nimekuletea madhabahu ya instant ni Kisii. Mungu kupitia hiyo madhabahu ameponya wengi. Chunganishe na hii madhabahu na sadaka yako na sacrifice yako. Njoo pokee muujiza. Maana kila mahali Mungu aliabudiwa walichinga madhabahu. Na hapa kuna madhabahu tumeyainua. Ukiona tuko pise siku nzima bado niko na kazi. Sasa nikitoka hapa naenda kanisani. Nikitoka kanisani kesho asubuhi saa 11 tuko na wageni na attend mpaka saa 5. Saa 4 kutoka saa 4 niko na ibada itaanza saa 9. Tena kesho jioni nitakuwa mlimani. Kuna watu wameniita kwa huduma. Jumatano tuko kwa ibada. Mpendo, tung'ang'ane. Vile unang'ang'ana kufanya kazi, naomba pia ung'ang'ane kutumikia Mungu. Naomba ung'ang'ane kutafuta uso wa Mungu. Baba akutendee kwa biashara. Wewe pia Mungu anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine utazidishiwa. Afya utakuwa nayo, tafuteni Mungu kwanza. Baraka zitakuja, tafuteni Mungu kwanza. Nilikuwa naambia watu chusi, Mungu atabariki kazi ya mikono yako Fred. Ile njiri tulikuwa tunahubiriwa naambia kwamba pokea, na chenye unapokea uoni. Pokea gari. Niliuliza mwingine, uliambiwa pokea gari muda mrefu sana. Nionyesha hata kio, hata side mirror ya gari hakuna. Maana tulienda tuna msisimuko, tukaenda tukaacha madhabahu. Lakini tukiwa na madhabahu, unafikiri unaambiwa pokea gari? Nani atanunua gari acha kwa barabara uende kuchukua? Nani achukue gari yake acha kwa barabara uchukue? Mlevi wa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Mpendo, Mungu akupe neema. Baba akupe kipali popote ulipo. Yesu asungumuse na moyo wako jioni ya leo. Wacha kutendea. Kuna mtu umeteseka. Kuna mtu magonjwa imekukalia. Kuna mtu hauna amani hata na pesa siko kwa nyumba. Jana kuna mama alishuhudia, ndugu zangu mlimuona. Natamani hiyo klipu kama ingepatikana. Mama alisema akona pesa. Mama alisema akona mali. Lakini watoto wake wote ni wagonjwa. Watu wa kwake wote ni wagonjwa. Hata ana raha na ile mali ambayo ako nayo. Mali kwake sio shida. Ukisoma Mhubiri 6 inasema kwamba mtu aliyebarikiwa na Mungu na mali akapewa na vyote, lakini afurahii kula. Yani uko na ng'ombe lakini jirani uko na shamba boy amenenepa kuliko wewe mwenye poma. Maana yeye ndiye anakula yogurt, wewe hauko. Yeye ndiye anakula nyama, wewe haukuli. Maana ukikula nyama unaambiwa kuna arthritis. Ukikunywa maziwa kuna ugonjwa wa maziwa. Sasa shamba boy anakula vitu vile ambavyo ni vyako. Yeye ndiye ametegemea na anakula. Nataka nikwambie msikilizaji wangu, huyu Mungu tunaabudu anaweza kukufanyia miujiza. Just wewe believe, kuwa na imani na Mungu atana kukutendea. I want to pray with you. Mahali popote ulipo na uchaokoka, ungetamani kuokoka, rudia maneno ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naacha kwako mimi mwenye dhambi, futa jina langu kwa kitabu cha mauti, niandike upya kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa wokovu, maana wewe ni Mungu. Amen. Bwana akubariki sana. Ingia kwa kanisa na abudu Mungu katika roho na kweli. Tafuta madhabahu. Kwa wale mko Kisii, kuna machi, watu napeananga machi yangu. Hata ukiwatch hapa imeandikwa, sijui kama inaonekana vizuri. Niko na machi yangu hapa ambayo ninapeana. Na hii machi napeana peke yangu. Kwa kanisa tu. Sipeani hata unikute kwa barabara sikupi. Kwa madhabahu. Hii machi imesaidia watu, inaitwa living water. Ndio hiyo niko nayo. Tuko na nyingine inaitwa secret weapon, is the same, lakini hiyo kuna kitu kingine kimeongezewa. Hapa kuna picha imeongezewa, unaweza kucha kuona, nitakuja nazo sote mtaziona. So hii ni living water. Hii machi imesaidia, imeponya watu. Unaweza kaa uko mbali, uko Meru, uko Nairobi, unaumwa na tumbo, unaumwa na kichwa, uko na shida, unafanya biashara, watu hawakuchi kununua kule, maana warogi wamekucha wakakaa huko, wakatoa nguo, wakatembea uchi, wengine hata wakachukua pesa zako, wakaweka kwenye makalio, wakanenea. Sasa kesho ukiamuka usi vitu. Hii machi iko, hii ni fire. Ukichukua hii machi na usanga tu na 100, namba yangu nitapeana, ukitaka kurequest mahali popote ulipo, utapata hii machi. Pora tu umerequest na umepiga simu, tutawasiliana na wewe, utayapata hata ukiwa ng'ambo. Inaweza kukufikia. Ni arrangement zinafanywa, machi inakufikia. Wacha Mungu akupe neema, wacha Mungu akubariki. Natamani nikupe namba yangu ya simu na kanisa mahali liko. Ukiwa mchini Kisii, we ulisia pigipigi yoyote mahali kunaitwa Egesa. Ukifika Egesa,
ambia watu mahali panaitwa Getiongo, Egesa Kiogaro Getiongo. Hapo ndio tuko, unafika Egesa town, unaingia mkono wako wa kushoto mahali panaitwa Happy Church, around 300 meters. Tuko hapo mbele, kanisa kwa mkono wa kulia inaitwa Instant Miracle, ni kanisa kubwa sana. It's a big church, ni kanisa mbali mahali kila mtu ni mtu. Na hivi karibuni nitawekea sign post hapo Egesa town ya kuonyesha mahali mnaenda. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Nataka nipeane namba yangu ya simu ili ukaweze kuipokea, na Mungu anaenda kukubariki. Namba yangu ya simu ndio hii 0714 090 261. Namba yangu ya simu ndio hii 0714 090 261. Wacha nirudie tena 0714 090 261 ndio namba yangu ya simu. Hiyo ndio unaweza kutuma na M-Pesa yako ya kusapoti kipindi, ya kusapoti mchungaji, ya kuweka mafuta ya gari ya mchungaji, ili ndio tupate neema ya kukuja tena. Na ninajua kuna watu maybe kuna maswali ama kuna mtu akona kitu ningetamani tuongee na yeye. Yes. Mambo vipi? Afua. Potea sana bwana. Njaa bwana, njana zaini ni wakati wa ile maneno yetu, unajua nataka kuongea pastor akiwa hapa, unajua kwanza hii maneno ya siasa kuna pesa bwana. Yes. Hiyo maneno ya siasa iko na pesa. Pesa iko pastor. Mbiande. Pastor. Yes. Na igure buyoko kwana kwa kwane buya na igure buya. Amina amina. Lakini sabere kabisa, lakini rende pastor Israel na bwa teneri. Kurukundu dia kombe kama ide. Kurukundu ndusi ga ego. Pastor Israel na bwa teneri. Pastor ndio manyete ngo kwane kentu bintu binge twaro dire pastor. Abantu abange babeire bakonya go kola mangana ke tatari maya chonire nyeje. Ande pastor wakeme. Kabisa. Wamekuja wakitumia jina la Yesu wakitapeli watu. Ande pastor ngo they for free uno pastor na ande wakeme. Nitawakemea. Asinare bakare koni abana ba minto abana baya kabisa iga I don't know pastor mbuya toko kwana na ande pastor na baya mule, lakini abantu babeire bobe bakare ko kosera abana bona abantu una ba pastor na kitura identify omo pastor because unore ga wachira na uno oyere pastor. Lakini abantu abange bayibisira asegete asinare gurukundu namanyite tinde anyaka batego jima ko jabo abantu bayibisira ororo bakare ko iroka bachungaji abantu bayirukire mpaka pastor gurukundu abantu bayiruka pastor mokokoti berukire amalieta makongo. Amen. Amali bakare ko iroka pastor nje pastor, I'm telling you nje bunande igamo pastor nje gurukundu namate nje patrol jioni ya nibotu kongwa kande. Amina amina. Ntetengore ndi omwana minto ngane elimo ngaibo wante ngatali ole ngende ukatali. Amen. Ntetengo tebige nteke moiga. Maandiko inasema kwamba utawachua kwa matunda. Utawachua kwa matunda yao. Bwana Yesu apewe sifa. Mti mzuri utauchua kwa matunda yake. Na Biblia pia mahali mwingine inasema kwamba si wote wamuitao Bwana Bwana, wengine wamechevalisha ngozi ya kondoo. My friend, kwa mfano kama mimi, namba yangu ya simu sina namba 2. Namba ukiona nimepewa namba ya 2 ni ya mke wangu. Niko na namba 1 tu ya kufanya kazi ya huduma. Namba 1 tu. Why? Hii namba nitafuta usiku, nitafute mchana, ni hiyo tu. Na namba 2, vitu vyangu tunafanya, vitu vyetu tunafanya open. Yeyote ako na Mungu, mambo yake ni open. Wengi wamekuja kwa jina la Mungu kweli, wanatapeli watu. Mtu anakuja na kuambia kitu, kumbe ndani yake ako na malengo. Nataka niwaonye ndugu zangu katika platform ya YouTube na whatever mahali mulipo. Usiwe mwepesi kupea mtu pesa yako kama hauchachua ni wanamuna gani. Hauchachua umetoka wapi. Uzuri ni kwamba hata wenye producer hapa wako kwa kanisa yetu wanaona how things are doing. Vile vitu vinafanyika, hata wakitoa sadaka kanisani mimi wanaweka open. Sivichi naweka open. Maana inafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Lazima tuangalie ndugu, si wote. Mimi kuna ndugu mmoja alikuja hapo kanisani. Na alipokuja akachifanya na Mungu. Lakini nashukuru Mungu kwa maana madhabahu hile ukiingia na kama una Mungu utaibikwa tu.
Aliingia akachukua namba za washirika wengine. Siku 2-3 anawapigia simu eti Mungu amemnenea amtumanie 5,000 eti 10,000 awahudumie. Na mimi niko pale mchungaji ambao mimi ninawahudumia. Hiyo maono hiyo wanaambiwa, sichaambiwa, wanatishiwa eti usipofanya hivi utakufa. Nani amekwambia utakufa na uko kwa madhabahu? Wapendwa, watu mfunguke macho. Si wote wana Mungu. Angalieni, Biblia inasema kwamba chunguza kila roho. So ninakwambia mapote ulipo unapotazama, vile ndugu yangu ameongea kutoka Katari, chunguza kila roho. Na aliye na roho wa Mungu hata atakapoongea tu utasema huyu ako na Mungu. Na aliye ambaye hana Mungu hata akiongea utasema tu huyu kuna kile anataka. Hata kuna mtu fulani nilisikia akiochiwa akawa anasema kwamba alikuwa ni mchawi, sijui alifanya uchawi. Niliambia watu wa kanisa, huyu si mchawi, ni kutafuta tu pesa. Anafanya nini? Anatafuta. Mungu atupiganie. Asante kwa swali nzuri ndugu yangu. Bado Pastor usianda, mimi niko na maswali. Niulize baba. Pastor, hizi vitu nakwambia ni hizi vitu ziko na ni ukweli. Pastor, omo gusiore. Yange beke buya. Beke. Nere buya pastor, abuna pastor. Ekrote togonsa bera buna nje mwana ku queen. Onza bekibesa. Mwadege ndeke na arake rolire pastor because abantu abange ngorira bare abana ba minto ngorira bare batarari nganeri naki mo pastor yoni akiaba abana bande bataperi unaki atinde besa ngo sabere mechanderese nere buya pastor bindene byondai problem ne yega. Madhabahu yako ni madhabahu gani? Wakati unapoitiswa kwa pesa na mtu umchui. Niliona wengine hata chusi nilikuwa nikihubiri kwa radio, niambia watu mtu anakuambia eti nitumanie 120 eti ubarikiwe, tumana 200 ubarikiwe. 120 hii inakubariki na wapi? Hiyo inakubariki na wapi? Sema kama una tamaa ya njaa uko nawe mwenyewe upewe. Kila mahali, kila madhabahu iko na mahali mtu anatoa sadaka yake. Niko na madhabahu. Nafanya kazi, mimi ni mwimbaji. Mimi niko na maji yangu Mungu alinipa nimetengeneza. Hii maji ikiuswa nitapata riziki yangu. Nyimbo zangu nikiimba nitapata nini? Riziki yangu. Kesho sitaenda kukaa msiko kwako. Watu walikataa kufanya kazi ndugu yangu. Watu wamekataa kujituma. Wamekaa kwa vile maybe aliombea mtu akafunguliwa mmoja, sasa amepata platform kwa YouTube. I'm cautioning you. Tikangu anike kusia bana baminto. Aba kusia bange. Please. Muntu tomo manyeti nonye na nginga yako randi, toma chase kanisere, omwana miko, ndikwa mawili TV, baro wakati pagani. Bako swat muntu akuni akuru se kirabu anywete, acha se TV nebuku. Ebuku ngwe mukiule nonye bile jana na bakumukiyebuku. Lakini utatambua lo. Hagocho cha kote binto, unajua mwanadamu ukitishwa kiakili, anakuambia naona utakufa. Hiyo ikikuingia naona utakufa, utatoa pesa tu. Wapendo, wacha nikwambie, mwenye kona vitu yako ni Mungu. Hautakufa. Wacha kutabiriwa online. Tafuta madhabahu iko na ukweli. Ndio sababu tumekuja mpaka kwa hii platform Kisii Hot TV na Kisii Instant Miracle. Nchwe kanisa inchu nubweka come and see what God is doing. Mungu akikutendea kutoa itakuwa shida. Lakini sasa wewe unaambiwa wewe lakini wewe na ino bwana. Omonda watachacho online yae na mukae na bana bae. Ana madhabahu ingine. Ukimuuliza mchungaji wako ni wapi? Hata ile certificate, ile cheti ya kuwa yeye ni mchungaji. Na anasimama tu. Anasimama tu. Ukikucha anakonyesha vibali vyote. Hata siku ya ordination hata kina Sadoki they know niliordainiwa public, it was public, it was official. Kwa hivyo wapendwa, wapo wachache wamekuja maadamu wamepata platform. Mtu ameitengeneza bedroom yake na mke wake, wako na njaa, wako na maskini wao, wanakuja kwa tapeli. Today I'm cautioning you. Tafuta madhabahu mazuri. Mtu asikudanganye kwa online. Tumana 10,000 utafunguliwa kwenu. Kwani 10,000 ndio itakuja kufungua mani madhabahu? Kuna sacrifice watu wanatoa kwa madhabahu. Ukikucha kwa madhabahu ukifundishwa. Ibrahimu alikaa miaka mingi bila kupata mtoto. Na Mungu alimwambia kwamba utabarikiwa. Mungu alipokucha, Ibrahimu akamuuliza Mungu, nitajuaje? Genesis 15, wacha nikusomea hapo. Akamuuliza Mungu, how can I know ya kwamba utanibariki? Wacha nikusomee. Genesis 15 from number 8. Wacha nisome.
Kisha namba 7, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekutoa katika Uru wa Kalidayo nikupe nchi urithi. Akasema, Bwana Mungu, nipatache kujua ya kwamba nitarithi? Bwana akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Ukiwa na madhabahu, God will give you direction. Huyu mtu unatumania sadaka kwa TV ambayo hujawahi muona, hiyo madhabahu hujafika pale ukule chakula. Hata kama ni kwa hoteli unalipa chakula ya kitu umefanya nini? Umekula. Ibrahimu waliongea na Mungu macho. Mungu akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa... Haya, chini namba 10 akampatia hao wote, akabasua vipande. Na ukisoma namba 6 inasema ya kwamba akamleta nje, akasema namba 5, akasema tazama mbinguni, kasihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki, na kisha akamchemegea Bwana madhabahu. Bwana apewe sifa. Lazima madhabahu ifanye nini? Ichengwe. Ndugu yangu, unapoambiwa kwa TV toa pesa, ni madhabahu gani umechenga? Una ushiriki gani na hayo madhabahu? Maana maandiko yanasema kwamba mahali baraka yako iko ndio hazina yako, mahali hazina yako iko ndio moyo wako huu. Sasa huyu mtu wa online ambaye anakuambia nitumanie 10,000, unatumana au mjui, hujawahi muona. Wewe pia na wewe ninataka nikutoe hiyo. Wewe unatabiriwa, ukiona baadaye unaanza kuromu wachungaji wengine. Today amkoso ningiyu. Wewe pia kwa wa kwanza wa kuchunga, ndio na sisi wachungaji tunaposimama kukutetea. Na wewe umechifanya nini? Umejitetea. Ndugu yangu, asante kwa swali nzuri, maana umesaidia watu wengi. Asante sana. Bado. Bado. Wewe Gurukundu waje kunikimbisha. Swali lingine ni pastor. Gurukundu leo uongee kama hauna sauti. Pastor, kuna kitu kingine hapa hii jambo. Hii jambo inaniuma sana. Na unajua watu wengi kama wasichana wamepotea. Wasichana wengi wamepotea pastor, because hii platform ni kubwa na inaona mahali kubwa. Kuna kitu yenye pastor nataka utueleze mzuri. You know, kuna platform inaitwa Imo. Imo ni nini? Imo nitamweleza pastor. Hiyo sijui, hiyo nitaambiwa sijui. Hiyo utaambiwa. Hii platform mtu anatoka mahali anatoka anafungua kanisa Imo. Ukiona mtu hata live ati anajida pastor Gurukundu. Because unajua pastor inubuna okay njiro mwezi die nane ene kanisa ya Sunday yoko ande bono itoko nyabarese Catholic, you see bono mo ntocho igora ka kanisa ka ye pastor tajeti nonye kerasi tajeti nonye pipiriko toso moso asomere pipiriko ekwene ya pipiriko mo kwenda asomere nware bono bakungaina abantu bandi bono abantu buna pastor nabunta kete moke me kabisa moba keme kabisa gose no nyasa na irane, because abantana batunguzire ko jimaiga bono kanisa bono to kana denaki bono ya bono konyo ka kundande nando chigonjo kira chingondi chai bono gaki kanisa garende bono ntoje tokende. So anyway, pastor abanda basavere. Asante sana Mokogoti. Asante sana na ninyo nga pastor yaze kuta mande asinje chinsa mbade ngege kana bantu bandi na kuna mtoto mdogo asinje chinsa rende chinsa ndo tirietia mata kirekora mamne school na kia kwa kuharakisha kwa hiyo sawa kutaka next week Monday pastor nwale geiga from saa 2 kamili kwa karibu mshirikiane na mo discuss wone maswali akwenda anything is here tani mwaba na kwenda nikirege according. Amen. Alafu namba 2 sawa pastor na ande njoto kwa tena gi pastor wacha akai Gurukundu akwe kera Sunday wacha wata som yona litore kubi utendo tori na ande gokorwa nchiromo gusi nde seito ngorande kuruseito manya kuna kitu nataka watu waelewe asinge ncho nimbwateke maana abantu mba manyete mba maitenga bunene mba matekeregento. God bless you, bye. Sana Mokogoti network yako nanga ya Mokogoti achile
sawa nale kwa igasi gabu tama ne gasi ari bone umukupu ikire ago disappear sana pasta sengane go dio mweli ya tukora singe chinsa. Na wapenda sana, tukutane wiki ijayo hapa pia siku ya Sunday kutoka saa 6 please. Sunday kutoka saa 6 mchana mpaka masaa ya jioni. For us life. Tuangalie, tutasame, utapata muujiza wako. Shalom, shalom, God bless you. Thank you very much. Imetenga bono pastor ngutu sabetu matu chikokora but I know bantu banu mete mashabiki akora ara mete ngono ko oyo metere era gocha nabari ka gocha go bodioka diga bande bare kan batina ki pastor na kya kora na kya gukwana because babeire ingeti platform ya imo na abantu abangi bano squeeze beire na ne Facebook bono cha fashion na imo akolegas na TikTok. So I thinking abono bere na uchichinse mechine bono pastor tio tukora sama sabara lakini manyanga uchakira Sunday kuja ibada itakuwa live because inakuwa ni second service baada ya kumaliza kutoka kwa church nyingine. Monday on kwanza saa 2 kamili tupo hapa Sungumza na pastor mpaka saa 4. Usiogope kuuliza kiswali lolote, yupo ready kukujibu. Amen. Na kama ni maombi tutafanya, pastor atakufanya maombi. Nashukuru sana kwa kuweza kutazama na kuweza kutufuatia kutoka mwendo wa saa 3 na sasa hivi ni saa 4:41. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu akuwe pamoja na wewe. Wakati pastor naye kutuomba tukimaliza, upaki na Mwenyezi Mungu. Amen. Na pia kama unaweza kutumana sadaka yako kama huyu ndugu Wakatari, tumana sadaka usupport kipindi hichi na Mungu pia atakubariki. Acha tuombe. Baba, nakushukuru kwa neema na kibali. Wewe ni Mungu mwaminifu. Unafungua milango, unatenda. Tendea watu wako wane kibali na utukufu, maana ni mwema na ni mwaminifu na kuna aliye kama wewe. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Amen. Namba yangu ya simu unaweza kunipigia 0714 090 261. Nipigie simu, ni tumanie fungu lako la 10 na sadaka, nifanye niwe mchungaji wako wa nyumbani Kisii. Na Mungu atakubariki. God bless you. Shalom. Amen. 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 Amen.